Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans pamoja na Simba Sport Club juu ya sakata lao la dabi kuahirishwa. Hatimaye FIFA wameweza kuingilia kati kile ambacho kinachoendelea katika sakata hilo, na maamuzi yameweza kutolewa kwa mujibu wa kanuni ambavyo inavyoeleza na taratibu zote ambazo zinaelezwa pindi ambapo ikitokea sakata kama hili, nini utolewa, adhabu zake ni zipi, na mstakabali wa kuweza kumaliza mgogoro huu unafanyika vipi. Hatimaye kila kitu kimeweza kupata majibu ya yale yote ambayo yanayoendelea kwa sasa, na mimi nimekusogezea hapa kila kitu utakwenda kujua mwanzo mwisho mwa kile ambacho shirikisho la soka duniani wameweza kukiamua kwa yale ambayo yanayoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Sasa kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni, na ukabonyeza neno jekundu lililoandikwa neno subscribe. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze kuhusiana na haya yote ambayo yanajiri kwa wakati huu. Unafahamu ya kwamba kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans wenyewe waliweza kugomea kwa yale ambayo yaliweza kujili, ambapo wakati bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB ikiwataka wadau wa soka kuwa watulivu kipindi hiki, wakiendelea kusubiri taarifa itakayotolewa kueleza ni kwa nini mchezo wa Simba na Yanga ulikuwa uchezwe Machi 8 mwaka huu au kuchezwa, na hatima yake mechi hiyo kwa sasa inaonekana kuwa njia panda kufanyika. Akizungumza mwenyekiti wa bodi hiyo Steven Mguto alisema kwa sasa hawezi kuzungumza chochote mpaka hapo kikao kitakapokaa na kutoa maamuzi. Kwa sasa siwezi kuzungumza chochote juu ya sakata hilo, ninaomba wadau wa soka wawe na subira, tukimaliza kikao chetu tutatoa taarifa kwa umma, alisema Mguto. Mwenyekiti huyo alisema maamuzi yatatolewa hivi karibuni, kwani uchunguzi bado unaendelea kufanyika mpaka sasa. Alisema licha ya Yanga kutoa taarifa ya kutaka uongozi huo uachie ngazi, hawezi kusema mpaka hapo watakapotoa tamko lingine. Kusubirini kupata tamko lingine kutoka kwetu, na sisitiza kila kitu kitawekwa sawa, maana kwa sasa kila mtu anazungumza anachojua, alisema Steven Mguto. Klabu ya Yanga jana ilitoa tamko rasmi kuwa inataka haki yake ya ushindi wa pointi 3 na mabao 3 baada ya kile walichoeleza kuwa wapinzani wao Simba kugomea mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliotakiwa kucheza Jumamosi iliyopita. Taarifa iliyotolewa na klabu hiyo ilieleza kuwa baada ya kikao cha dharura cha kamati ya utendaji kilichofanyika kwa njia ya mtandao, kamati ilijadiliana kukubaliana mambo mbalimbali ikiwamo kutaka haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Klabu ya Yanga inataka kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Kamati ya utendaji pia imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa, ilieleza taarifa hiyo. Mbali na hilo, kamati hiyo ilitaka shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF kuivunja kamati ya uendeshaji wa ligi kuu. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu, hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF kuivunja na kuteua viongozi waadilifu wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu, taarifa hiyo ya Yanga ilibainisha. Aidha, ilidai kuwa katika kikao kilichohudhuriwa na klabu zote mbili, wasimamizi wa mchezo, watathmini, waamuzi na makamishna, klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi. Katika hali ya kushangaza, usiku wa Machi 7 klabu ya Simba iliwasili uwanjani ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa taratibu za kupata haki yao kikanuni kama ilivyoainishwa na bodi ya ligi, huku mamlaka ya
ya uwanja ikikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja. Lakini usiku wa kuamkia siku ya mchezo ikatoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi, huku wakielewa zaidi kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Taarifa ya Yanga ilieleza. Hata hivyo, wakati Yanga ikitaka kupewa ushindi wa mezani, rais wa zamani wa Simba aliwahi kuongoza chama cha soka nchini Fati, kwa sasa TFF, Ismail Adel Rage amesema haiwezekani kwa Yanga kupata ushindi kwa sababu mechi hiyo iliahirishwa na mamlaka za soka na si Simba. Rage alipingana na madai hayo ya Yanga ya kutaka kupewa pointi 3 na mabao matatu, akisema kilichopo sasa ni kwamba TFF na bodi ya ligi wameahirisha mchezo huo na si Simba wamegomea. Akizungumza kwa simu kutoka nchini India, Rage alisema katika sakata lote hili wa kulaumiwa ni mabouncer wa Yanga kwa kuwazuia wachezaji wa Simba kufanya mazoezi. Hicho ndicho chanzo cha yote yalotokea. Kisheria ni kwamba Simba hawajagomea mchezo. Hapa tunasema tukio limeshapitwa. Hilo suala alipo tena. Hapa kuna suala la shirikisho la mpira wa miguu na bodi ya ligi wameahirisha mechi. Kwa hiyo Simba hapa unawatoa kabisa, wapo kwenye tukio la kugomea mechi. Mwenyekiti kuendesha mashindano ndio mwenye mamlaka kuahirisha mchezo, ndio maana hata Yanga walipoenda uwanjani hakukuwa na yoyote yule, si viongozi, makamishna wala waamuzi. Hii ina maana mechi ilikuwa tayari imeahirishwa. Huwezi kudai wala kupewa pointi kwa hali hiyo. Kama tamko la Simba ilivyokuwa mwanzo na mamlaka isingeahirisha, hapo ndio tungezungumza vingine. Unaona bana? Yeye akiweza kuwatupia lawama. Wanalinda wakati mechi inachezwa, si walinzi wa kulinda nje ya uwanja. Walifanya kazi ambayo sio yao. Wao watakiwa kulinda usalama wa ndani. Siku hizi FIFA hawataki askari polisi ndani ya uwanja, badala yake wataka walinzi hao ambao wana mafunzo wanakaa ndani ya uwanja, askari wao nje. Hivyo kazi yao nje ya uwanja ilikuwa ni polisi, alisema kiongozi huyo wa zamani wa soka. Wakati wakili Alex Mgongolwa yeye anasema kuwa kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi ya bodi ligi kuu Tanzania Bara TPLB haikuwa na jukumu la kuahirisha mechi hiyo, kwani hakukuwa na kanuni iliyowataka kufanya hivyo. Akizungumza jana, wakili huyo alisema maombi yaliyopelekwa mbele ya klabu ya Simba hayakuwa ya kuahirisha mchezo huo, hivyo hawakuwa na mamlaka kuliamua kwa wakati ule. Maombi mbele yao hayakuwa ya kuahirisha mchezo. Hata kama ingekuwa hivyo, wangetamka kuwa hawana mamlaka kuamlia kwa wakati ule. Maana ya kikanuni na kutafuta haki kwenye vyombo vya haki, unachopeleka ni malalamiko na maombi ya nini unakitaka ili kamati inapothibitisha ikuzawadie au ikupe nafuu gani. Wewe uiambie kamati kuwa kama bila kufanya hivi hatufanyi hivi. Hatuendi mahakamani kuiambia kuwa bila kumfunga huyu sisi hatuji tena mahakamani. Taratibu za utafutaji wa haki haziko hivyo, alisema Alex Mgongolwa. Huyu ni mwanasheria akiweza kuweka wazi kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo pia shirikisho la soka FIFA wenyewe wanasema ya kwamba timu ambayo inagomea mchezo wowote basi unapaswa kuweza kunyang'anywa alama 3 na kupewa mtu mwingine na magoli 3, lakini pia kukatwa pointi 15, lakini pia huenda kushushwa daraja. Kama adhabu hii itakuwa inalingana na makosa yale, anaweza akayapata huyo ambaye ameweza kugomea. Mpaka sasa shirikisho wanasema kwamba wapo katika uchunguzi, huku kile ambacho kinasubiriwa kwa sasa ni kuona tamko likiweza kutokea. Ni yapi atakayeweza kujili, takusogezea hapa kila kitu utakwenda kujua. Hii hapa ni Wena Media. Endelea kukaa na sisi wakati wote kwa kila taarifa ambayo inakuja kwa